Yes, mambo vipi? Tunaendelea na kipindi chetu cha mammals, na somo lililopita tulimaliza characteristics of mammals, lakini kuna hii moja nimeamua nikuletee leo kama zawadi ambayo inaitwa heterodont dentition. Heterodont dentition anatuambia mwandishi kwamba heterodont dentition means they have different types of teeth which indicate different diets, kwamba ni aina tofauti za meno ambazo zinaonyesha aina za ulaji au meno akiwa katika staili ipi, anaonyesha kwamba each kiumbe kinakula vyakula vya staili ipi. Katuwekea hapa aina 4 za meno, kwamba kuna incisor, kuna canines, kuna premolars na kuna molars. Incisor ni meno chonge ambayo yanakuwa ni meno ya mbele kabisa, lakini canine ni chonge ambayo yamejichonga yako pembeni kidogo ya incisor. Premolar ni gego dogo, afu molar ni ile gego kubwa la mwisho kabisa. Kiufupi meno yote kwa binadamu tunayo, lakini yakiwa yamekaa katika mfumo wa heterodont ndio utayaona kama picha iliyoko hapo kwenye hilo fuvu, kwamba hapo yamekaa katika mfumo wa heterodont. Unaona jinsi yanavyojipanga, hiyo incisor inakuwa, hiyo canine inakuwa iko pembeni. Au ukiangalia meno ya simba, yale marefu ya pembeni yale ndio canine, afu yale ya mbele ni incisor. Anasema kwa sisi kwetu hajachongoka kama picha jinsi ambavyo imevyotelekeza. Lakini pia kuna homodont dentition. Homodont dentition ndio inakuwa hivyo. Unakuta kiumbe kina incisor tu, kina incisor tu zinakuwa zimejipanga, au kuna canine tu, canine zinakuwa zimejipanga. Basi leo tutaendelea sasa moja kwa moja kwenye somo letu la identification of mammals, uchambuzi wa wanyama. Kwenye identification of mammals kuna vipengele hapo tumewekewa. Kipengele cha kwanza ni morphological features, cha pili ni artificial features, cha tatu ni habitat, na cha 4 ni spoor sign and sounds communications. Hii morphological features anatuambia ni feature that occur natural at birth without interference from human. Example, hiyo nimekosea, no, not ego. Example, horns. Kwamba morphological features sawa, ni ule uhalisia wa viumbe ambavyo vilivyozaliwa bila muingiliano wa binadamu. Yani vile viumbe vilivyozaliwa binadamu hawezi kuweka chochote kwa huyo kiumbe. Yani kwa mfano unaweza kukuta labda pembe, ametupa mfano pembe, kwamba mbuzi labda anaweza kazaliwa akakua kafikia stage akaota pembe. Hakuna binadamu ambaye anaweza akazitengeneza pembe, au hakuna binadamu ambaye anaweza akatengeneza yale manyoya ya mbuzi. Sijui tunaelewana mpaka hapo? Hizo ndio morphological features. Lakini artificial features anatuambia feature that can be caused the individual by another entity. Example, human interference. Ni vile vitu ambavyo vinapatikana kwa viumbe hai sawa, lakini pia vimetengenezwa na binadamu. Kwa mfano, mtu anaweza kupata ajali, meno takatoka wakamwekea meno ya bandia. Ile ni artificial features, lakini sio tena natural features au sio morphological features. Kipengele cha tatu anatuambia ni habitat. Habitat ni types of environment in which organism or ecological community normally lives, shelter, foods and reproduction. Habitat ni yale makazi jamani, au mazingira ambapo viumbe hai vinavyopatikana au vinapoishi katika mazingira yao kila siku. Huko viko vinahitaji mahitaji kama vile mavazi, chakula, kuzaliana, kuishi katika eneo hilo. Napozungumzia viumbe maana najumlisha paka binadamu, ni sehemu ya wanyama. Lakini pia hapa point ya mwisho kuna spoor, kuna signs and sounds communication. Hapa tutaenda kuangalia signs, ni zile alama za viumbe hai. Labda ukikuta nyayo huu unajua ni mnyama fulani, ukikuta labda mavi unajua ni mavi ya mnyama gani, au ukisikia sounds wanavyowasiliana hata kama uko mbali hujaona unajua hii ni sounds ya mnyama gani. Nadhani paka hapo tumeelewana. Twende sasa tukaangalie hizi morphological features ni zipi. Kwenye morphological features ya kwanza kabisa hapa tunaambiwa ni horns, ni pembe. Unaweza kaka ya kwanza yoyote, lakini mimi nimependa kuanza na pembe. Anakuambia horns can be present on both sexes, kwamba pembe zipo kwa jinsia zote, wa kike na wa kiume. Lakini pia kuna baadhi ya wanyama wa kiume wanakuta wana pembe, lakini wa kike pembe hawana. Katuambia kuna types of horns. Kuna aina 2 za pembe. Kuna true horns, pembe za kweli, na false horns, pembe za uongo. Sasa tuangalie hizi pembe za kweli
ni zipi, alafu tuangalie na hizi pembe za uongo ni zipi. Pembe za ukweli ametuambia kuna rigid. Hizi rigid zinapatikana mfano kwa wanyama kama vile swala, nimekuwekea hapo kwenye picha, lakini pia kuna spiral. Spirals zinapatikana kwa wanyama kama vile elands na kudu. Spirals unaziona hizi hapo, yani ni pembe fulani ambazo zimenyooka alafu zimejikunjia. Hizi ni pembe za kweli ambazo mnyama hazaliwi nazo, lakini pale anapokuwa kifikia umri fulani hizi pembe zinaanza kutoka, na zinatoka kulingana na madini ambayo aliyoko nayo huyo mnyama, na ndio maana hizi pembe zinakuwa zinatofautiana. Lakini pembe za kweli zinakuwa katika mfumo huo, na zinakuwa katika mfumo, sijui nielezee vipi ili nielezeke, sio chuma, lakini zinakuwa katika mfumo wa madini fulani magumu, yani tunaweza tukasema mfumo wa scales, yani zinakuwa ina shells zile ambazo ni ngumu, ukigusa ni tofauti kama na ngozi. Lakini kuna false horns, kuna pembe za ukweli kama hizo cavities, antlers ambazo unaziona hapo zimekaa kama vile tawi la mti, hizo zimejigonga gonga. Lakini pia kuna nasal. Nasal ni hizi pembe kama anazonazo faru, ni pembe ambazo zimetoka moja kwa moja kwenye pua, yani kwenye ule mfupa wa pua, basi moja kwa moja umetokeza paka nje. Sawa, ina maana bado hiyo ni sehemu ya pua, inaitwa nasal. Lakini pia kuna skin. Skin ni ngozi ambayo sasa imejikusanya, imenyanyuka na kuwa mfano wa pembe kama hiyo ambayo yuko nayo twiga. Nadhani tunavyozidi kwenda mbele tutazidi kuzielewa hizi pembe vizuri. Hapa tunazidi kuchimba jamaa, tunazidi kuchimba, msiwe na wasiwasi. La kama mna maswali hapa ulizeni hapa kabla tujaenda mbali. Pointi ya 3 hapa anatuambia ni body size. Body size ni ukubwa wa umbo au ukubwa wa umbile la mnyama. Ametupa example body size of leopard and cheetah, body size ya chui na duma, body size ya buffalo and wildebeest, nyati na nyumbu, greater kudu and lesser kudu. Nadhani mpaka hapo tunaelewana. Hiyo ni morphological features. Unaweza kutofautisha pia wanyama kulingana na ukubwa wao. Ile ya kwanza unaweza kutofautisha kulingana na pembe, hii ya pili unaweza kutofautisha kulingana na ukubwa wao. Ya tatu tunaambia ni patterns. Patterns sasa kasema ni muonekano wa ngozi zao. Mfano muonekano wa spotted hyena kama unavyomuona hapo kwenye screen jinsi alivyo, ngozi yake ndizo patterns zake. Lakini muonekano wa leopard na cheetah, wengi huwa wanachanganyikiwa hapo kwenye muonekano wa leopard na cheetah. Sasa leo nimekuwekea picha vizuri kabisa hapo. Tuanze kuangalia leopard. Unaona kwenye ngozi ya leopard kunakuwa kama kuna vidoti vimekato ambavyo vimezunguka vinavyotengeneza duara. Nadhani hapo mnaviona. Sawa. Alafu kunakuwa kama kuna unjano na weupe ambao uliopo hapo. Sawa. Lakini kwa cheetah ni vidoti ambavyo vimewekwa, mna vidude ambavyo vinazunguka, pia kuna weupe kama na unjano ulikuwepo hapo. Kwa kuwa nazungumzia patterns, sisi tutataja hizo sifa zingine ambazo zinatofautisha au viumbe. Nadhani paka hapo nitakuwa nimeeleweka, na nikipenda kwa leo niishie hapa kulingana na muda wangu unavyo niruhusu. Tutaendelea kwenye kipindi kijacho. Usisahau kuweka comment section hapo.